Ongezeko la matumizi ya akili unde na athari zake kwa wanavyuo kisaikolojia zatajwa. Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati aapishwa rasmi kuanza muhula wa 3. Habari mtazamaji wa UoI Digital popote pale unapotufuatilia, hujambo na karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Nelton Jafet. Matumizi ya akili unde yameendelea kuongezeka kwa kasi miongoni mwa wanafunzi, huku yakitajwa kusaidia na upande mwingine kuwa na athari kwa watumiaji. Glory Pasco anatujuza zaidi. Baadhi ya wanafunzi wanasema wanatumia akili unde kusaidia kufanya tafiti, kuandika kazi za darasani pamoja na kuelewa masomo magumu kwa urahisi zaidi. Hata hivyo, wengine wanakiri kuwa matumizi hayo yameanza kuathiri uwezo wao wa kufikiria binafsi na kujitegemea kitaaluma. Katika kujifunza, maana sio moja kwa moja kila kitu tunapewa darasani hapa. Kuna njia zingine unakuta basi sifahamu, lakini ninapotumia AI au ile akili bandia inakuwa inanisaidia mimi kuweza kujifunza kitu na kukijua zaidi. Sili kwa kuwa mimi mzembe, sifuatilii kazi yoyote. Itafanya tu nichukue tu kazi nimuulize AI, inaweza hata kunipunguzia marks darasani. Kwa upande wake, mhadhiri kutokea Chuo Kikuu cha Iringa, Kasmir Ndabarilo, amesema kuwa akili unde ni mkombozi wa wanafunzi endapo tu itatumiwa ipasavyo. Kwa ujumla AI kama mwanafunzi wewe inakupa tu uelewa au kukuongezea uelewa wa jumla juu ya kitu fulani, lakini sio uelewa wa kukufanya wewe ulirate na masomo unayofundishwa na walimu darasani. Aidha, ameendelea kueleza kwa namna gani wamekuwa wakiwasaidia wanafunzi kuelewa namna bora ya kutumia akili unde bila kuathiri weledi wao wa masomo. Kitu ambacho kama nilivyosema kwamba kinampotezea ule uelewa wa kile mwalimu alichokufundisha, matokeo yake unakwenda kupata uelewa kwenye artificial intelligence ambayo kama nilivyosema awali kwamba yenyewe inaelezea kitu kwa ujumla wake, haiko specific. Kwa upande wake, msaikolojia kutoka Chuo Kikuu cha Iringa, Michael Vunja, amebainisha namna utegemezi uliopitiliza wa akili unde unaweza kuleta athari za kisaikolojia kwa wanafunzi na kuelezea namna ya kuweza kurejesha uwezo wa kujitegemea kama hapo awali. Madhara mengine ni uvivu wa kufikiria au tunasema kwa kisaikolojia cognitive atrophy, ambayo hii inapelekea mwanafunzi kupoteza uwezo wa kuwa na ile critical thinking, yani kujaji mambo kwa undani zaidi. Kwa hiyo inalemaza akili ya mwanafunzi. Wito wangu kwa vijana ambao ni watumiaji wakubwa wa AI hasa wa vyuo vikuu ni kwamba wamwangalie AI kama ni rafiki mzuri, lakini pia ni bosi mbaya. Nikiwa na maana kwamba wamchukulie AI kama ni mtu ambaye wanaweza kumuuliza key informations ambazo wao wanaweza kuziundia taarifa yao wao kama wao. Ili uweze kuwa na weledi katika majukumu lakini pia katika masomo, lazima uweze kujisomea na uepukane na matumizi ya mitandao kama AI. Nikiripoti kutokea Chuo Kikuu cha Iringa, jina langu ni Glory Pasco wa UoI Digital. Maandalizi ya Media Day kwa wanafunzi wa uandishi wa habari Chuo Kikuu cha Iringa yameanza kwa kasi, huku uongozi wa Press Club ukiendelea na uhamasishaji. Rebecca Faida anatuarifu zaidi. Afisa habari wa Press Club chuoni hapo Joseph Kimwecha ameelezea mipango na mikakati inayotekelezwa na viongozi wa Press Club katika kuhakikisha maandalizi ya sherehe hiyo yanafanyika. Kimwecha amesema kuwa maandalizi ya sherehe hiyo yanaendelea vizuri, huku kukiwa na ushirikiano na mwitikio mkubwa kutoka kwa wanafunzi na walimu. Media Day kwa hapa chuoni kwetu, kitu cha kwanza tunaangalia ni siku ambayo sisi tunaonesha vitu ambavyo tunavyo kama wanafunzi, vitu ambavyo kwanza tumevifanya sisi kama wanafunzi, vitu ambavyo tunavizalisha kwenye tasnia yetu ya uandishi wa habari, vitu ambavyo tunajifunza darasani lakini tutakuja kuonyesha kwa jamii. Kwa upande wao, viongozi wa kamati ya maandalizi ya sherehe hiyo wamebainisha umuhimu wa Media Day kwa wanafunzi wanaosoma kozi ya uandishi wa habari chuoni hapo. Kwanza ni kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na uhuru wa vyombo vya habari duniani, kwa sababu watu wengi walikuwa wanajua kuna siku ya uhuru wa vyombo vya habari, lakini
hawajui nini vile vitu ambavyo vinatakiwa vinavyosababisha uhuru wa habari na uhuru wa watangazaji ili kukamilisha uhuru wa vyombo vya habari. Inawafanisha wanafunzi na wadau mbalimbali wa habari. Nao baadhi ya wanafunzi wa tasnia ya uandishi wa habari wameonyesha mwitikio chanya kuelekea sherehe hiyo, huku wakielezea namna sherehe hiyo ilivyo muhimu kwao katika kujifunza masuala ya husuyo taaluma yao. Ambao hawajawahi kushiriki Media Day wawe na moyo wa kutoa, kwa sababu kutoa kwao ndio kufanikiwa. Kwa nini? Kwa jambo letu ambalo litakwenda kufanyika mwezi huo wa 5. Ikumbukwe kwamba Media Day ni sherehe ambayo inawakutanisha waandishi wa habari kutoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuenzi siku ya vyombo vya habari duniani. Nikiripoti kutoka Chuo Kikuu cha Iringa, mimi ni Rebecca Faida wa UoI Digital. Shukrani sana Rebecca kwa taarifa hii. Mtazamaji, taarifa yake Rebecca inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni wasaa wa habari za kimataifa ambapo tutajiunga na Rebecca Faida. Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Faustin Toudera, ameapishwa rasmi kuanzia muhula wa 3 wa uongozi katika hafla iliyofanyika mji mkuu wa Bangui mwezi Machi 2026. Kuapishwa kwake kunafuatia ushindi wake katika uchaguzi uliopita, huku akiahidi kuendelea kuimarisha usalama, kuleta umoja wa kitaifa na kukuza uchumi wa nchi hiyo ambayo imekuwa ikikabiliwa na changamoto za muda mrefu za kisiasa na kiusalama. Hata hivyo, hatua ya kuendelea kwake madarakani imeibua mjadala, hasa baada ya mabadiliko ya katiba yaliyomruhusu kugombea muhula wa 3, jambo ambalo limepingwa na baadhi ya makundi ya upinzani. Na kwingineko, walinda amani wa Umoja wa Mataifa wameuawa kusini mwa Lebanoni kufuatia mashambulizi yaliyotokea mwishoni mwa Machi 2026. Walinda amani hao walikuwa sehemu ya kikosi cha UNIFIL, walikumbwa na mlipuko uliolenga gari lao walipokuwa wakitekeleza majukumu yao ya kulinda amani katika eneo hilo. Wengine pia walijeruhiwa vibaya katika tukio hilo. Tukio hilo linahusishwa na kuongezeka kwa mapigano kati ya Israeli na kundi la Hezbollah katika ukanda wa kusini mwa Lebanoni. Hadi sasa uchunguzi unaendelea kubaini chanzo halisi cha shambulio hilo. Asante sana Rebecca kwa habari hizo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Tuungane na Abdalla katika habari za biashara na uchumi. Baada ya uwepo wa changamoto wa ajira nchini, vijana katika maeneo mbalimbali wameamua kujikita katika kujiajiri ili kuweza kupata kipato na kuepukana na changamoto hiyo. Baadhi ya vijana wa eneo la Kiesa wameeleza sababu zilizowasukuma kujiajiri baada ya kusubiri ajira rasmi, wakitaja changamoto ya uhaba wa ajira nchini. Wakizungumza na UoI Digital, vijana hao wamesema kuwa kuajiriwa kunachukua muda mrefu kutokana na idadi kubwa ya wasomi waliopo mtaani, hali inawalazimu kutafuta njia mbadala ya kujipatia kipato. Niliamua kujiajiri kwa sababu kwanza kusubiri kuajiriwa huwa ina take time. Of course nimesoma, lakini unajua kwa maisha sasa hivi yalivyo, wasomi wengi sana wako mtaani, na hata ukiangalia kwa rate za nchi na watu walioajiriwa ni watu 600,000 toka tumepata uhuru, lakini wasomi waliopo mtaani ni zaidi ya wasomi 10,000. Kwa hiyo nimeamua kujiajiri baada ya kuona soko la ajira ya serikalini ni gumu. Naweza kusema nimejiajiri ili kuondokana na adha za mabosi. Kwa kuajiriwa kuna changamoto nyingi na mambo kama hayo, hata kwa. Aidha, wamebainisha kuwa kujiajiri kumewasaidia kupata kipato na kukidhi mahitaji yao ya kila siku na kusaidia familia zao. Nimejiajiri kwa sababu nikiona nikikaa tu nyumbani siwezi kupata yale mahitaji ambayo nahitaji. Faida ambazo nazipata ni kwa sababu najitimizia mwenyewe mahitaji yale ambayo nahitaji, siombi kwa mtu. Hiyo basi, vijana ni bora kujiajiri kwa maendeleo. Nikiripoti kutoka hapa Kihesa, Manispaa ya Iringa, mimi ni Abdalla wa UoI Digital. Shukrani sana Abdalla kwa habari hiyo.
Mtazamaji, kabla ya kufikia tamati, tujifunze kidogo lugha adhimu ya Kiswahili kwa msamiati wa leo kutoka kwake Elda Ndegela. Hujambo mtazamaji wetu wa UoI Digital, karibu tena katika kipindi chako pendwa cha msamiati wa leo. Na leo tumekuandalia msamiati kadari. Je, unaelewa nini juu ya msamiati huu? Twende tukapate maoni kwa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa juu ya msamiati huu. Mambo, unaendeleaje? Pale na masomo. Samahani, unaweza ukaniambia unaelewa nini juu ya msamiati kadari? Jaribu. Unaweza ukajaribu. Asante. Habari. Unaendeleaje? Unaelewa nini juu ya msamiati kadari? Jaribu. Dada hapo, unaweza ukajaribu. Asanteni. Mtazamaji wa UoI Digital, tumetoka kusikia maoni juu ya msamiati huu kwa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa. Na maana halisi ya msamiati huu ni hatma. Nikuacha na sentensi isemayo, nitakusaidia kadari niwezavyo. Ulikuwa nami mtangazaji wako Elda Ndegela wa UoI Digital, tuwabariki kidigitali. Asante sana Elda kwa kutufundisha kidogo lugha adhimu ya Kiswahili kwa msamiati murua kabisa. Na hiyo ndiyo maana halisi ya msamiati kadari. Nami nakuacha na sentensi isemayo, alifanya kazi kwa kadari ya uwezo wake. Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Nelson Japhet. Asante na kwaheri.